Hihi murori ni uri weyuria kanitha ici cia mukano niki gitumaga cikorwo cina acirika ingĩ uguo cihana? Hihi ni uri weyuria itambaya ici cikoragwo cikihanwo kanitha cikoragwo cikiuma ku? Hihi ni uri weyuria mbete ici cikoragwo na atungatĩri niki ciekaga kanitha-ini? Indo ici atungatĩri makoragwo nacio hihi ni uri weyuria ni cia ki? Mutungatĩri agithie kwihitithio niki gitumaga ndakaneo Bible akaneo ruhiũ? Ruhiũ rũu rukoragwo rukimaanisha ki? Ikara thi ukorwo ukiiguira ndeto cia ruku cia thiri ndito cia makanitha na mahinya maria cihuthagira makuhenia we mushirika ukorwo ukiborwo mbeca ciaku ugiciragia kuu wathie kumatha Ngai. Ningũgũtereba ngũririkanie njĩtagwo Wandua wa Mwangi. Koguo mutwitikirie tukorwo tukiaria na ruga ya Gĩthũngũ tathiete muno ri kende munyite ogeni akorwo agitugeithia agitereta gwatia na kuria kiumite. Karibu sana. Asante sana. Nashukuru. Kweli. Naam. Kwa majina unaitwa nani? Mimi naitwa Edwin Mwaka. Mimi ni mchungaji. Naam. Edwin Mwaka ametoka wapi ndio watazamaji wako kufahamu vizuri? Edwin Mwaka ni mtu amezaliwa kule Taita Taveta, Voi, Mwatate. Hapo ndipo nimezaliwa. Lakini mimi ni mtu nimelelewa katika mji wa Eldoret. Naam. Sasa mada ya leo itakuwa ni kuongelea kuhusu venye hawa watumishi wa Mungu venye wame brainwash, ama utatuelezea wana brainwash washirika wao kivipi? Sawa. Nitaanza kwa kusema ya kwamba makanisa siku hizi imekuwa ni mahali ambapo vitu inafanyika ambavyo havieleweki. Nilipoingia katika kanisa mara ya kwanza, nilikuwa nimeingia kanisa kule Eldoret. Nikiwa Eldoret, nikawa nimejiunga na kanisa moja kubwa sana, kanisa ambayo ilikuwa na watu zaidi ya 500. Na hivyo sasa nilipoingia kwa hilo kanisa, nikawa mmoja wa watu ambao wanaongoza pale mbele. Sikuwa nimejuana na mchungaji sana, lakini nilipomweleza kwamba mimi nimetoka katika chuo cha walimu cha Kamagambo Teachers College, akawa amefurahia sana kuniona. Labda aliona kama mimi ni msomi na akawa na furaha sana kunikaribisha kwa huduma hapo katika hiyo kanisa. So nilijiunga pale kwa hiyo kanisa na tukaanza kufanya kazi ya Mungu. Lakini muda si muda, nilipewa uongozi, nikawa kwanza mchungaji wa wana youth, na baadaye nikakuwa sasa mimi ndiye mdogo wa mchungaji. Na pia nilikuwa na majukumu mengine pale kama kutafsiri lugha, interpretation from English to Swahili. So nilikuwa na majukumu mengi sana katika hilo kanisa pale Eldoret. Kwa hivyo nilianza kukaribiana na mchungaji sana, na tukaanza kujuana kwa undani. Nikaanza kufahamu mambo mengi sana juu ya huyo mchungaji. Na sababu ilikuwa ni mara yangu ya kwanza kujiunga na kanisa la Pentecoste. Sababu mimi nilipoingia katika college ama chuo, niliweza kufundishwa ama kusomeshwa na SDA. Kamagambo Teachers College iko sponsored na SDA. Kwa hivyo mambo mingi ya SDA nilikuwa nimeyafahamu, sababu nilikuwa nimekaa SDA sana. Nilikuwa nimefahamu mafundisho yao na mienendo yao na vile wanafanya mambo. Pia wao tu wako na mambo yao, sababu kwa hiyo miaka 2 nilikuwa na SDA. Pia kuna mambo mengi sana niliweza kujionea pale kwa hilo kanisa la SDA. Lakini sasa tunaongelea kanisa la Eldoret ambayo ni Pentecostal. So nilikuwa karibu sana na mchungaji, na ikawa nimejua siri zake mingi, mambo ambayo anafanya. Na siku moja nikashangaa, sababu nilifikiria ya kwamba tukiwa kanisani watu wanafaa kutafuta utakatifu na kufuatilia neno la Mungu. Sababu ukisoma neno la Mungu unapata neno la Mungu linakataa mambo kama dhambi,
neno la Mungu linakataa mambo kama uasherati, na pia neno la Mungu linakataa mambo kama ushirikina, na pia mambo ya uongo. Unajua ukiwa mchungaji unafaa kuwa mtu anaongea ukweli kila mara, sababu wewe unasimama mbele za watu, na wakati watu wanakutazama, chochote ambacho unaambia watu wanaamini. Kwa hivyo wakati watu wanaenda wanagundua ya kwamba kidogo umewadanganya ama umesema uongo mahali fulani, kwa hivyo imani yao inaanza kupungua, na utapata ya kwamba utakuwa na shida ya kukuwa mchungaji. Na ndio maana unapata siku hizi wachungaji wanachukiwa sana. Wakati unasema wewe ni mchungaji ama wewe ni pastor, unaona ni kana kwamba watu wanakuona ukiwa mkora. Unaweza kuwa wewe ni pastor mzuri, but ukitaja tu hilo jina ati pastor, ni jina liko, yani people have become allergic kwa hiyo jina. Wanaona ni kana kwamba wewe ni mkora mwingine amekuja. Na kwa hivyo nilipokuwa kwa hilo kanisa, kuna mambo nilijionea ambayo kwa haraka nitayataja. Jambo la kwanza, niliona uongo katika hiyo kanisa. Kulikuwa na uongo sana mwingi. Na jambo la pili, kulikuwa na fake miracles. Alafu kitu ambacho nitaongelea sana sana ni kuhusu tu mambo ya uchawi, sababu hiyo ndio kitu ambacho labda na inaweza kuwa ni ya kushangaza kwa watazamaji ambao wananitazama. Uchawi iko kanisani, na believe you me, ukubali ukatae, wachungaji wengi, a good number, wana practice uchawi. Ukiona watu wamejaa kwa kanisa, wamejaa mpaka wako na ibada 2, 3, sio Mungu. Saa zingine najua kuna makanisa imejaa watu na ni Mungu ameleta hao watu, na utapata makanisa kama hayo hayana mambo kama ya miujiza. Watu wanafundishwa tu neno na wanajaa kwa sababu wamekuja kusikia neno. Lakini makanisa mengi ambayo unapata kuna miujiza, kuna biashara inaendelea pale, unauziwa maji, unauziwa handkerchief, unauziwa mafuta, kuna bidhaa zinauzwa. Hata wakati watu wanafanya mtihani, eti mnauziwa kalamu, eti mtoto akienda kufanya mtihani na hiyo kalamu atapita. Penseli moja unasikia inaenda 500 shillings, unasikia kitabu exercise book inaenda zaidi hata 1500. All this ni uchawi ambayo inakuwa practiced katika makanisa. Na hii ni mambo niliona kwa hiyo kanisa ambalo nilikuwa. Jambo la kushangaza sana kwa hii kanisa nilikuwa, tuliweza kwenda kufungua branch kule Bungoma, mahali ambapo sitaki kutaja majina ya sehemu. Na tulipoenda kufungua branch, mchungaji tulienda na mchungaji kwa sababu nilikuwa karibu sana na yeye. Kwa hivyo alikuwa ananichukua tukiandamana kila mahali. Kwa hivyo tukaenda pamoja, tulikuwa kama watu 10, tukaenda kuombea hiyo uwanja. So tulipokuwa tukienda kuomba, kuna vitu kadhaa ambavyo niliona ambavyo kidogo nikaona sio haviko katika maandiko. Kwa mfano, niliona wanazikazika Biblia chini ya ardhi, wana anointing oil, wanazikazika vitu kama hivyo. Hiyo haikunitisha sana, lakini kitu kilinishangaza kwa zote, mahali ambapo panawekwa madhabahu, palichimbwa kitu kama kaburi. Na walipochimba kitu kama kaburi na ilikuwa usiku, waliweza kuzika kondoo akiwa hai. Na hiyo ndio ilinishangaza kwa yote, sababu nilishangaa kama kweli hii ni kanisa ama ni nini. Na wanaomba maombi tu kwa jina la Yesu, na wanazika kondoo akiwa hai, na wanafunika mchanga. Ilikuwa ni kitu cha kusikitisha sana, ilikuwa ni traumatic actually, sababu nilipokuwa nikiangalia hiyo kitu haijawahi toka kwa akili zangu hadi wa leo. So walipozika huyo kondoo, wakafunika na wakafanya maombi pale, na kisha tukaondoka. Na mchungaji akasema baada ya miezi 3 hii kanisa itakuwa inaelekea watu zaidi ya 300. Na kweli baada ya miezi 3 kanisa ilikuwa na watu zaidi ya 700. Na hapo ndipo sasa nikajua kumbe hii ni uchawi. Lakini wao wanaita, kuna jina wanaita kwamba it is a mystery, spiritual mysteries. But hizo vitu anasema spiritual mysteries ni witchcraft actually.
hiyo ndio the right name. Sababu hata ya Sasa niulize, mbona amezika kondoo ikiwa uhai? Sasa hapo ndipo naelekea. Kwa hiyo nilipoenda kuuliza mchungaji, mbona hivyo, kwa nini kondoo mnazika kwa madhabahu akiwa hai? Ndipo sasa mchungaji alikuwa anapenda kwenda Ghana sana. Ghana ndio mahali ambapo wachungaji wengi wa Kenya, especially Kenya, wachungaji wengi wanatoa uchawi Ghana. So unaposikia mchungaji amesafiri Ghana ama mchungaji amesafiri Nigeria, hizo sehemu, hata Tanzania na hata Afrika Kusini siku hizi pia, ujue ya kwamba ameenda licha ya kwamba ameenda kuhubiri, labda hatujui, but mara mingi wanaenda kupata hizo uchawi, ndio wakuja makanisa yao yakue kubwa, watu wengi wafuate, watu wakuja kanisani wajae, watu watoe sadaka, mchungaji anunue magari, mchungaji asomeshe watoto wake vizuri. So unapata ya kwamba sababu kubwa ya kwenda kule Ghana, kuna mahali ambapo panaitwa Benin. Ukiangalia katika map, mahali kuna katika town kanaitwa Cotonou. Cotonou ndio mahali wachungaji wengi kutoka Kenya wanaenda kununua vitu vya ushirikina. Yani I can call them witchcraft, items of witchcraft. So utapata wanapoenda kule, mambo kama haya ya kuzika kondoo yalitoka huko, na utapata hata Chinese pia wana practice mambo ya kuzika vitu kabla wajenge, like wakati walikuwa wanajenga SGR, tuliona kwa mtandao walikuwa wanazika nguruwe wakiwa hai. So unapata ya kwamba hiyo ni ushirikina na ambaye ni ya hali ya juu. So nilipouliza mchungaji kwa nini, akaniambia wakati wanazika hiyo kondoo, it's like a sacrifice ambao wanaitoa kwa not to God, sababu Mungu hahitaji sacrifice kama hizo nowadays. Wanatoa sacrifice kwa mapepo, na wakati maggots sijui kwa Kiswahili maggots ni nini, wanaita minyoo ama namna gani nafikiri, wanapoendelea kumultiply, kuongezeka katika hiyo kondoo wakati imeoza, na maggots wanaendelea kuongezeka, hivyo ndivyo washirika wanaongezeka kwa kanisa. So the more the maggots, the more the members. Lakini itafika mahali ambapo sasa kondoo yule ataoza kabisa na maggots wataanza kukulana wenyewe kwa wenyewe. And that is the time sasa washirika pia wataanza kukufa kwa hiyo kanisa one by one. So unapata ya kwamba kanisa kama hiyo mwaka haiwezi isha kama mjezika watu 10 kuelekea juu, ama hata baada ya kila miezi 3 nasikia kuna mazishi ya mshirika. So unapata kanisa inakuwa na mambo mengi, watu washirika wanakufa through accidents, washirika wanakufa kwa mysterious deaths, yani mtu hakuwa mgonjwa, aliumwa tu na kichwa, kwenda kwa hospitali ameenda. So unapata hiyo ni part of witchcraft, hiyo ni influence ama manipulation ambayo imefanyika kwa ile madhabahu, inakuja kwa affect washirika ambao wanaenda kwa hiyo kanisa. So kanisa yote ambayo unaenda, uchunguze sana, chunga sana hiyo kanisa, what are they preaching, wanaamini nini, mchungaji yako vipi. Ukiwa unaenda kanisa ambayo mchungaji ni mshirikina, you will have a lot of problems. Sababu nilikuwa nashuhudia watu wanaumwa na kichwa, nasikia mtu anakuja, pastor ninaumwa na kichwa, sijui ni kwa nini, nikikuja kanisani mpaka niumwe na kichwa, nikienda nyumbani mimi niko sawa. It is because of the witchcraft ambayo imefanyika. Sasa unapata ya kwamba vile tu hiyo kondoo aliteseka, ambapo alizikwa na akateseka na akaumia kabla akate roho, washirika pia wanaanza kupitia the same trauma katika hiyo kanisa. Wanaumwa na vichwa, wengine wana miskari, wengine wanakufa na mimba, wengine wanapata ajali. Hizi ni vitu ambavyo haviongelewi na watu, na ni vitu ambavyo vinafanyika Kenya, na sio tu hiyo kanisa moja ambayo ilikuwa ina practice hiyo mambo ya kuzika kondoo. Ni makanisa kadhaa, yale nilishuhudia yalikuwa zaidi ya 100, including Eldoret, Nakuru, Njoro, na ukikuja sehemu za Ukambani. Hayo ndio makanisa mengi ambayo nilishuhudia wakipractice hiyo mambo, anasema ni kuzika kondoo at mystery. So utapata ya kwamba wakati wameshafanya hivyo, there is a way wana manipulate members na uchawi, like hiyo tu kanisa nikiwa tuliwaenda Njoro, sitataja ni wapi, but tulienda kufanya retreat ya prayer. Na tulipoenda kule
tulikuwa pamoja na mchungaji na wachungaji wengine pia walikuwa pale. So mimi nikafikiria okay, tunaenda maombi, tunaenda tu kuomba. Little did I know ya kwamba kufika kule tukaambiwa tunaenda kufunga for 14 days na tukaandaliwa ya kwamba tunaenda kufunga na tunaenda kuombea kanisa. So unajua sababu nimeshaona mambo ya kondoo, nimeshashuhudia mambo mingi kwa hiyo kanisa, I thought ya kwamba maombi tu yanaenda kwa ya kawaida. Lakini wakati ulienda huko tukapata ya kwamba maombi pia sio ya kawaida. Kumbe walikuwa wamechukua picha za shirika ambao wanafanya kazi kubwa like bankers, walimu, CEOs, watu wakubwa, madaktari, picha zao zikachukuliwa. Acha nikukatize kidogo. Hizi picha zinachukuliwa aje? Sasa unajua ukienda kanisa unaambiwa leta picha yako tukuombee. Wewe huwezi kujua. Wewe unapeana tu picha ukisema ninaenda kuombewa. Sasa huwezi fuatilia unaombewa namna gani. Unajua hiyo ndio sasa mahali penye giza iko. Sababu pastor akikwambia leta picha yako nzuri tutaenda kukuombea, wewe utapeana tu ukijua kweli anaenda kuniombea. Na hizi vitu za mapicha ziko kwa hizi makanisa, especially za miracle hizi. Nataka niongee sana kwa hizi makanisa za miracle na prophets na apostles. Hizo ndio makanisa ninaongelea juu yake. Hizi makanisa zimejaa udhalimu, zimejaa uchawi na uchafu mwingi. So unapata ya kwamba wakati ameitisha picha utampatia tu, si ni prophet. Sasa utajua tu anaenda kukuombea. So tukaenda tukapewa picha. So ukipewa picha tunakaa kwa mviringo na tunakaa chini, then unaambiwa hiyo picha sasa lazima uangalie hiyo picha na uweze kuongea maneno kama kwa mfano ukiangalia hiyo picha unasema wewe fulani wa fulani ninakuamrisha kwa jina la Yesu. Wanatumia tu jina la Yesu vizuri sana. Ukalete pesa zako kwa kanisa, ukauze mali yako ulete kanisani, usikue na amani mpaka ulete pesa kwa kanisa, utoe pesa kwa bank ulete kwa kanisa, usikue na peace. Sasa unaona hizo ni spells, because at least nilikuwa nimeshajua kidogo mambo ya spells. So spell casting ama kwa Kiswahili sijui anaita namna gani, kama laana ya aina fulani ambayo inaitwa spells. Sasa unaongea juu kwa hii picha, ukirudia repeatedly mpaka unaanza kuongea kwa tongues. So hizo tongues ambazo unaongea sio tongues ambazo ni za Mungu, sababu you have to speak in tongues mpaka upate kitu ambacho kinaitwa seisha. Seisha ni like upate kama maono ama uzimie, something like that. Sababu utaongea repeatedly, ukirudia, and we are supposed to pray for 13 hours from that time tumeanza kuomba. So can you imagine 13 hours non-stop ukiendelea kucast spell, ukiendelea na mnabadilishana picha, ukichoka unachukua ingine unapewa hiyo ingine, hivyo unajua those spells they are very powerful, especially wakati mtu anafunga, because wakati unafunga na una cast spells kama hizo na unaongea in tongues, they are very effective, they work powerfully. So unapata tukakaa huko for 14 days, then tunarudi sasa kwa church, and that Sunday wameorganize fundraising. So guess what, watu wanatoa pesa wanatoa magari. Nilikuwa nashuhudia watu wanaleta funguo, logbook za gari na funguo wanapeka kwa kapu ya sadaka. Wengine wanakuja na title deed za shamba zao wanakabidhi kanisani. Hiyo nilishuhudia vitu ambavyo ni vya kushangaza. Yani unapata watu wametoa na sio Mungu anafanya watoe. Hao watu wanatoa kwa sababu kuna spells ambazo wamerushiwa na wanatoa kiujinga. Mtu anachukua hata school fees ya mtoto wake anaenda anapeana kwa
kwa kanisa, anachukua hata rent ambaye alikuwa alipe nyumba yake labda 7,000, anaenda anatoa. After that utasikia watu walifungiwa nyumba, after that utasikia mtoto alifukuzwa shule. Sijui wakati mchungaji alisema tunaenda kubarikiwa within 14 days, tutoe chenye tuko nacho, sacrifice. Hiyo mafundisho eti ya sacrifice, those are scammers. Hakuna mambo kama kutoa sacrifice. Ukisoma Bible, sacrifice ambayo ilitolewa ambayo ilikubalika ni Yesu Kristo. Hakuna any other sacrifice ambayo unaweza kutoa kupendeza Mungu isipokuwa Yesu Kristo peke yake. So hizi zingine atitoa sacrifice ubarikiwe, they are just scammers. Ni watu ambao tu wamekuja kukunyang'anya na wewe hujui. So unapata ya kwamba hiyo kutoa ujinga without wisdom ni watu ambao wako under spell. Na ili kujua kwamba hizi spell zinafanya kazi na watu hawatoi out of good consent, because ukisoma Bible, I think it is 1 Corinthians if I'm not wrong, 1st or 2nd chapter 9, Paul anasema kwamba we should give cheerfully. We should give cheerfully. Hii mafundisho ati toa ile kitu inakuuma sana, toa mpaka uumwe. That is a lie. That is a lie. It's not true. It is not in the Bible. Paul anasema we should give cheerfully. No, when you give cheerfully, hiyo ndio inapendeza Mungu, because God loves a cheerful giver. Mungu hapendi mtoaji ambaye ametoa na analia na anaumia. Hiyo hapana. So unapata kwamba kufundisha sacrifice such that unaweza uza hata TV yako uende utoe hiyo pesa kwa kanisa, unaweza uza chochote, shamba uende utoe, na unapata okay, kama unatoa kwa sababu Mungu amekuongelesha, hiyo ni sawa, hakuna shida. Lakini huyu anatoa not because ni Mungu amemuongelesha, anatoa ni kwa sababu kuna spells zimetumwa kwa maisha yake, na hizo spells ndio zina motivate yeye kwenda kutoa. So unapata ya kwamba I came to realize that spells are very powerful. I was in one church in Mombasa, a very big church. It is still there mpaka wa leo. Na hii kanisa ilikuwa pia na practice hiyo mambo ya spells. Makanisa mingi sana, mega churches wana practice mambo ya spells. So nikaenda hiyo church na nilikuwa pia very close to the pastor, to the man of God. Huyo ako Mombasa, saizi amezoeka sana. So I was there na tukawa tunaendelea na ibada. So mama mmoja akatoa checkbook yake wakati wa offering na akaandika, alikuwa anataka kutoa tu kitu kidogo like 100,000. Na sababu alikuwa mama anafanya biashara very successful huko Mombasa. So alipoandika kwa check akaandika, instead ya kuandika 100,000 yeye aliandika 1.1 million na hakujua. So na alikuwa na tu pesa kama hizo kwa account. So yeye akaandika, na alipoandika akaenda akaweka hiyo check kwa kikapu ya sadaka, and then akakaa. After sometimes ibada ilipokuwa inaelekea kuisha, akasikia wacha niangalie hii check nione nimeandika aje. So aliporudi kuangalia akapata wow, amefanya mistake, ameshaandika 1.1 million na amesha sign na ameshaweka check kwa basket. So alienda kwa ushers, kaambia ushers, tafadhali mnirudishie hii check, nimeharibu, kuna makosa nimefanya, please mnirudishie. Ushers wakamwambia tumeshapatia pastor hiyo check, tumepatia bishop. So akasema tafadhali ambieni bishop anirudishie hiyo check ili niweze kurekebisha, kuna makosa nimefanya. So wakawa nampeleka hivi. So mama ni kama alikose a little of drama na akatupwa nje na security personnel. So alipotupwa nje akachukua taxi moja kwa moja akaelekea, akapigia manager akamwambia ninakuja, kuna hii makosa imefanyika, tafadhali nisaidie hiyo check urevoke isikuwe cashed. But unfortunately hiyo check ilikuwa imeshakuwa cashed within the 3 hours ambazo alikuwa ametoa, and ikawa hawezi rudishiwa hiyo pesa, ikawa hawezi kuona bishop. So huyo mama alitoka church amelia, na alikuwa hiyo ndio pesa alikuwa ameinvest kwa ajili ya maisha yake, na huyo mama mpaka wa leo ako kwa shida mingi sana. So unaweza kuona ya kwamba hizo uchawi za spells zinafanya kazi. Sababu afadhali mtu utoe kwa sababu Mungu amekuguza, sio eti kwa sababu pastor amekufanyia maombi mabaya. Unajua saa nyingine ukisikia pastor anakuambia atakuombea,
ni vizuri umuulize vile atakuombea, kwa sababu hujui anaenda kuomba maombi aina gani, na hujui hiyo maombi ambayo anaenda kukuombea inaenda kufanya nini. Mimi ningeambia watu wanajifunza kujiombea. Mungu atakusikiliza tu, na unapoomba Mungu atakujibu, bora ukuwe na imani. Once uko na imani, ukiomba Mungu atakusaidia. So hizo mambo za spells nikaziona kwa hiyo makanisa. Alafu nikakuja Nairobi pia, Kayole Junction hapa, nikawa na mwingine pia pastor ambaye alikuwa pia na kanisa kubwa, na tukawa tunafanya kazi pamoja na yeye. Lakini sasa huyu ni ule wanaitanga con artist, sababu yeye sasa kazi yake ni mnakutana Saturday kwa nyumba yake, mnakuwa na kesha hiyo Saturday, na hiyo kesha sio ati mnaomba kwa ajili ya ibada, mnapanga like for example mnapanga wewe utatoa hiyo ushuhuda, hizo fake testimonies. Most of the testimonies ambazo tunasikia kwa hii makanisa ya miujiza ni fake, sio ukweli, ni vitu ambavyo vimepangwa. Like nilipokuwa hiyo kanisa ya Kayole, kuna makanisa kama 3 nilihudhuria Kayole, ambapo niliona mambo ya fake testimonies ni the same, ni common, ni kitu ambacho tu kiko, watu tu ndio hawajui. Unapata wakati mnaingia kwa kanisa, kama we ni mgeni, ukiingia pale unaulizwa, Asha anakuuliza unaitwa nani, unataka kuona pastor, unaitwa nani. So wakati unasema jina yako, kuna mwenye yako nyuma yako na anashika hiyo jina, anaandika, na unaendelea kusema uko na shida gani, unataka pastor akuombee nini, na huyo mwenye yako nyuma anachukua information, na wewe unasema maneno yako, mtoto wangu ako hivi, ni mgonjwa, nyumbani kwetu kuko hivi na hivi. This man ako nyuma yako ameshachukua information, ameshapelekea pastor, na tayari ameshajua vile unavaa, alafu anakudirect mahali utakaa. So wakati prophet anasimama ana prophesy, wewe msichana mwenye uko na ninia ama anaita hata jina yako, anasema Betty, Mungu anasema hivi, Betty yako hapa, Betty ni nani, Betty ni nani, alafu anajifanya ajui. Sasa wewe unatokea huko, ya Kigai ameongea, Mungu ameongea juu yangu, unakuja unalia machozi. Hapana, kuna mtu alikuwa nyuma yako amechukua information yako yote. Sasa pastor ameshajua maneno yako. Sasa anakuja anakuambia uko na mtoto mgonjwa, uko na kwenu kuna kaa hivi. Alafu unalia unasema gai, Mungu kweli, Mungu ako hapa. Mungu hayuko hapo. Those are con artists. Ni watu ambao wamesoma sana psychology yako, wamejua, na unakaa hiyo kanisa unakuwa brainwashed. Ukiambia enda atatoa 10,000 utakuja utoe, kwa sababu eti Mungu anajua jina yako. Mungu akigai, Mungu aliniita Betty, unasema kweli Mungu ako hapa. Wewe acha nikwambie my friends, vitu vingine tumia tu akili ya kwenda shule. Hiyo umedanganywa, na hiyo ni vitu tulikuwa tunafanya. Hiyo kanisa ya Kayole Junction tulikuwa tunafanya hivyo. Tunatafuta information, tunaangalia vile watu wanakaa, vile wamevaa, tunaenda hata saa nyingine kama ibada bado inaelekea Sunday, tunaenda kwa vijiji, tunatafuta information. Tunajua tu fulani anakujanga kanisa, tunaenda kwa neighbor wake, tunamuuliza huyu fulani anakaanga hapa kwa namna gani. Neighbor anatuambia information yako yote, na neighbor hajui kama tunakujua. Tunachukua information, tunapelekea pastor. Ukikuja Sunday wana professor maneno yako pale kwa church, unasema aki Mungu ako kwa hii kanisa, aki Mungu tu hii kanisa tu, Mungu ako hapa. Hapana, Mungu hayuko hapo. It is a lie, ni uongo, umedanganywa. Kuna information ambayo ilipeanwa juu yako. So unapata unakuwa brainwashed pale, unapata uwezi kusikia watu. Ukiambiwa hata jua hiyo kanisa utaki kusikia, wewe unaweza hata vunja ndoa yako kwa sababu ya kanisa kama hiyo. Unaambia hata mume wako, hata afadhali ni ndoa yangu ishe, mimi nitaendelea kuja hii kanisa, na ujue kwamba hiyo kanisa you are being brainwashed. Umeoshwa akili, wewe una chochote katika hiyo brain yako. I remember there is a time mimi mwenyewe pia nilipokuwa na huyo apostle, najua labda ananiona tu, lakini bora sitaji jina lake, sina shida. Nilipokuwa naye huyo apostle, a time came ambapo tulienda Saturday kama kawaida kwake, tukaenda tukafanya hiyo rehearsal. Akaniambia like now mimi, akaniambia wewe utasema ya kwamba ulipatia apostle 5,000, alafu wakati ulikuwa umetoka ukienda ukaokota bahasha, kuangalia kwa bahasha ukapata kuna
30,000. So wewe utasema hiyo. Mwingine akapangiwa pia, akaambiwa na wewe wakati nitakuwa ninaombea watu nitatoa koti yangu nitupie watu, then wakati unaenda kuokota pia wewe uanguke, alafu ukishaanguka wewe nawe utaenda kujaribu kuokota hiyo koti, pia wewe uanguke. So ni watatu wataanguka wakijaribu kuokota hiyo koti. Then so Sunday imefika, sisi ndio tumekuja kanisa, we are acting, na wale wako nyuma yetu ni watu wanatujua. So wakati wa testimony nasimama ninasema Bwana Yesu asifiwe, Bwana Yesu asifiwe, amen. Mimi nilikuwa na 5,000 na nilikuwa nataka kulipa rent, lakini nikasikia tu Roho wa Mungu ananiambia nipatie apostle hiyo pesa, na nikachukua hiyo pesa. Nilikuwa nataka kukataa, the story look emotional, but Mungu akaniguza, akaniambia rudi peana hiyo pesa. So nikarudi nikapatia apostle hiyo 5,000. Alafu nilipokuwa nikienda nyumbani nikaokota bahasha, na kuangalia kwa bahasha nikapata 30,000. So watu wanapiga makofi, wanashangilia, na kumbe ni ushuhuda wa uongo. Hakuna 5,000 nilipea apostle na hakuna 30,000 nilirokota. Ni ushuhuda kwa sababu za uongo, because tuna target watu wako na pesa. Juu ukisikia ati nilipeana 5,000 kwa apostle na nikaokota 30,000, sasa wewe mwenye uko na pesa unasema wacha mimi nipeane 10 nione nitafanyiwa nini, ama nione miujiza gani itafanyika kwangu. So sasa hiyo anasimama pale, ongezea nguvu ya ushuhuda. Anasema mnaona mafuta yenye niko nayo ni kuwafanya mkue matajiri. Mkiconnect na mimi, mkiconnect na hii madhabahu, nimetangaza 14 days mtaenda kuona miujiza. So watu wanatoa pesa, watu wanatoa 10,000, 50,000, watu wanatoa, lakini after 14 days hakuna kitu utaona. Na sasa unajua umeshatoa, hautarudi kusema nirudishieni pesa zangu. Wewe umeshatoa, imeisha hivyo, umekuwa brainwashed, mambo yako imeisha hivyo. So unapata hizo mambo ndio zinaendelea kwa hiyo makanisa. So nilipokuwa huko, mimi mwenyewe pia nikafunguliwa kanisa mahali panaitwa Miango. Na that time sasa nikawa niko chini ya a certain prophet ambaye ako Nigeria. Huyu prophet sitataja jina lake kwa sababu bado yuko tu Nigeria. So huyu prophet ndiye alikuwa mkubwa wangu, alikuwa kama bishop na mimi nilikuwa chini yake nikihubiri. So nilikutana naye wakati nilikuwa tukifanya mikutano, nina interpret wakati anakuja kuhubiria watu kwa English, mimi na interpret kwa Kiswahili. So akaja siku moja na akapata kanisa ni ndogo, akaniambia kwa nini uko na kanisa ndogo? Nikamwambia sasa sina la kufanya. Akaniambia sasa nimekupea vyombo, kila kitu uko nayo, kwa nini kanisa ni ndogo hivi? Akaniambia nataka nikufundisha secret. So nikamwambia ni sawa. So akaniambia, akakuja na handkerchiefs za white. Akaniambia kwamba hizi handkerchief kuna rituals ambazo zinatakana uwe zinafanya, na rituals zingine na sasa mimi sikuwa nimeoa wakati huo, but akaniambia kwamba kama ungekuwa umeoa ungekuwa unatumia hiyo handkerchief after kukuwa na mke wako, unajipanguza then unakuja unashika naye microphone hivi. That's why unaona pastors wengi wanashikanga na microphone na handkerchief ya white. Unapata hizo ni rituals. Most of them, wengine wanaweza fanya out of ignorance, but most of them wanajua kile wanafanya. Hiyo handkerchief inakuanga saa zingine wakati amelala ana wrap around his manhood, analala nayo Saturday mpaka asubuhi, anaitoa anakuja anashika naye microphone, so that wakati anahubiri mnakuwa like mkiwa chini yake ni kana kwamba tu mnakuwa tu possessed na yeye, hamwezi toka hiyo church, ni kama mmerogwa hiyo kanisa, mnakuwa tu obsessed na hiyo kanisa, hamwezi hata mkiambiwa nini kuhusu hiyo kanisa hamwezi toka, kwa sababu mko chini ya uchawi, mko chini ya uchawi. So nilipofanya hivyo na hiyo handkerchief na kuombeombea watu nayo, kanisa ili grow. Within 2-3 months tulikuwa tuko na watu zaidi ya 300, na kanisa ilikuwa inakuwa every now and then. Watu wanakuja hata kama hakuna kitu wanafanya, watu wanakuja wamejaa kanisa,
lakini hasa lazima uhubiri tu mambo ya sadaka, uhubiri mambo ya seed planting, uhubiri mambo ya connect with the altar, uhubiri mambo ya unabii. Hakuna kusoma Bible, hakuna kufundisha watu mambo ya repentance, hakuna kuambia watu ya kwamba wachunguze maisha yao, waishi maisha mazuri. Hakuna hiyo. Wewe tu ni Miracle 24/7, kuombea watu na kukemea mapepo na kutumia handkerchief kupanguza watu, kuguza watu nayo kwa uso wao, and so on. Na sio handkerchief peke yake, kuna vitu kama maji ya mortuary ambayo unapata kwamba hii maji ya mortuary umewahi na wachungaji wana spray sasa, ile wanakuombea, wanafungua mdomo yako, wanakuspray ndani ya mdomo. Hiyo inakuanga maji ya mortuary. Na unapata makanisa mingi sana ya maprofet sana town Nairobi, utapata wana spray akiomba, akitoa mapepo, toka na kuspray na maji kwa mdomo. Hiyo maji ni maji ya mortuary. Watu hawajawahi jua hiyo. Na hiyo maji ya mortuary ni mbaya sana, kwa sababu wakati unafanyia kwa mdomo maji ya mortuary, alafu unaenda kulala, unakuwa na mapepo mbaya sana. Unakuwa like hiyo mapepo ambayo inakuandama sio ya kawaida. Unaanza kuwa na nightmares, unaanza kusumbuliwa usiku, huna amani. So vitu kama hizo. So kuna uchawi ambayo inafanyika tu kwa makanisa, ambayo tu uchawi mostly washirika members ndio wamekuwa targeted, na wamekuwa targeted kwa sababu ya pesa zao, wamekuwa targeted ndio wajae kwa kanisa, wamekuwa targeted ndio wasiwahi toka kanisa, vitu kama yani wanatumiwa ni kama hawa ni customers. So hizi uchawi ziko na ni kwa makanisa mingi ambazo siwezi kutaja, especially hapa Kenya. Mombasa niliona wanatumia mpaka hii ndege anaitwa nini kwa Kikuyu, waambie watu hii owl, dudu kwa Kikuyu anaitwa dudu. Yeah, sasa huyo ndege owl ndio ndege ambaye ndio urinate, the only bird that can urinate. So what they do ni kwamba wanachukua makojoo ya huyo ndege, alafu wakati wanachukua hiyo makojoo, na hiyo makojoo inauzwa Tanzania. Kuna mahali ambapo wachawi wanauza, pia Mombasa kuna wachawi wanauza hiyo makojoo. So wachungaji wengi wanaenda kununua hiyo makojoo, wakinunua anajipaka kwa mkono, alafu akifanya hivi watu wanaanguka chini. Hiyo makojoo iko na effect ya aina fulani. Kuna aina fulani ya nguvu ambayo makojoo iko nayo. So wakati anainua mkono hivi, watu wanaanguka chini, watu wana scream, watu wana drama, wanakosa a lot of drama. Na baadaye wakiamka they are the same people. Hakuna change, hakuna uponyaji, hakuna nini. It was just to cause drama, ya kwamba watu wajue huyu mchungaji ni mtu ya Mungu kabisa. Anainua tu mkono, watu wanaanguka. Hakuna mahali imeandikwa kwa Bible ya kwamba wakati watu wanaanguka eti mchungaji ako na nguvu. It is not written anywhere in the Bible. So unapata kwamba hizi ni uchawi ambazo mostly makanisa iko Mombasa, makanisa iko Nairobi, kwa miji mikubwa kama Nakuru na hata Kitale. Unapata hizi ndio uchawi ambazo zinafanyika kwa hayo makanisa. Kwa hiyo ni vizuri sana popote ulipo uchunguze unaenda kanisa gani, especially hizi makanisa za miracle, prophecy, avoid them, sababu hizo ndio makanisa zinabeba mashetani yote. Na hii ndio vitu ambavyo watu hawataki kusikia hivi kisemwa, na lazima tuseme wazi, sababu tumechoka. Inafika mahali watu wanadharau kanisa, watu wanadharau mambo ya Mungu, na ni kwa sababu tu ya watu wachache ambao wamejihusisha kwa vitu za kishetani. So unapata ya kwamba lazima tuambie watu, lazima tufungue watu macho. When you go to the church, saa ingine do not underrate your dreams. Wakati umelala, usiwahi dharau ndoto yako. Saa zingine unaweza kulala na unaota tu mchungaji ako uchi. Na unaanza kushangaa, kwa nini nimeota mchungaji akiwa uchi? Mungu anakupea message ya kwamba huyu mchungaji ni mchawi. This man is a witch. So kama mchungaji amesimama kwa njia za Mungu tu nzuri, Mungu hawezi kuruhusu ndoto mbaya juu yake. Ndio maana wakati Moses alikufa, was it Abraham, or I think it was Abraham. Abraham alipokufa, Bible inasema ilikuwa Moses, I think so, ni Moses. Mungu alificha mwili wake, sababu Mungu alijua kwamba kama mwili wake itaonekana,
watu wataenda kujenga monument juu ya hiyo mwili, na Bible inasema mahali pengine kwa Jude ya kwamba wakati shetani aligombania mwili wa Moses akitaka kuchukua, malaika alimkemea akasema the Lord rebukes you. So unapata ya kwamba shetani hawezi tumia mwili ya pastor mwenye amejitolea kwa Mungu. So the moment you see a pastor ako uchi ama anatembea uchi, ujue kwamba this pastor is involved in witchcraft. Ama unamuona kwa ndoto ya kwamba ako kwa maji, kwa bahari, anaogelea, amesimama kwa bahari, inaonyesha yeye anafanya nini? Anatumia marine spirits. So unapata ya kwamba Mungu saa nyingine huongea na watu kupitia kwa ndoto, na ni vizuri sana kuomba na kufunga ili ujue ya kwamba mchungaji ambaye niko chini yake, je, ako sawa ama hayuko sawa? Sababu kama uwezi kujua mchungaji uliye chini yake ni nani, utajipata umeingizwa katika mambo machafu sana. So ni brainwashing ya wachungaji iko, wanatumia vitu mingi ku brainwash wa shirika, na vitu hii ya unapata hata tulikuwa tunaongea saa hizi na my brother tukikuja, unapata mchungaji ameweka jina ya bibi yake, ameweka picha ya bibi yake na yeye ndio bishop, bibi yake ni reverend. Vitu kama hizo ni biashara. Hiyo ni makanisa ambayo ni biashara tu watu wanafanya, hakuna Mungu anaomba. Sababu kama ni Mungu, kwa nini uweke picha yako? Kama ni wapi imeandikwa ya kwamba wakati umeitwa, hata bibi yako ameitwa, ati akuwe mchungaji kama wewe? It is not written anywhere. So ni vizuri tujue ya kwamba hiyo ni kukua tu brainwashed, ni kudanganywa, na saa nyingine brainwashing pamoja na uchawi inakuwa ni mbaya sana, inakuwa ni kitu ambacho hautafurahia hata kidogo. So mimi nataka tu nimalizie tu nikisema ya kwamba ni vizuri watu wajichunge, wanaonitazama ni vizuri ujichunge. Unaenda kanisa gani? Chunguza kanisa ambalo unaenda, omba sana Mungu akufungulie hiyo kanisa ni kanisa la aina gani. Kuna saa zingine hizo madhabahu zimewekwa na unapata ya kwamba zimetandikwa red carpet. Kuna sababu, kuna makanisa ambayo iko na red carpet, kuna wengine wanafanya out of ignorance, but mostly wale wanaweka red carpet kwa madhabahu, it is wamekubali ya kwamba this is a place of sacrifice, and it is not sacrifice ya pesa, it's not sacrifice ya etulete mali, it is a sacrifice of human beings. Ndio unapata hizo madhabahu zimekuwa caged, zimewekwa like fence. Sasa ukienda uwezi kanyaga pale, wanasema ni mahali patakatifu, wanasema ya kwamba hapa mahali musikanyage nini, lakini ukichunguza unapata ya kwamba the red carpet is a sign ya kwamba it is a place of sacrifice. So saa nyingine nabii uongo anaweza kuwa na ubiri, akihubiri anakuangalia, anakuita kuja hapa. So sasa ile unakuja, anakuambia kuja simama hapa. Sasa ile umesimama hapa, anakuombea, unaanguka, amesha kutoa sacrifice. Hautamaliza miaka mingi, utapata umeenda, sababu already anakuona you are the right sacrifice to be given at that altar, ndio kanisa ipanuke. So anakuita in the name of kuja ni kuombe. So unakimbia, unakanyaga pale, anakuombea, anakupuliza, unaanguka. Ukishaanguka already amesha kutoa sacrifice. Sasa utaamka pale, utamaliza muda mrefu, after 3-4 months you are gone, either by accident ama una develop headache ama heart attack, unakufa tu mysteriously. Na ukikufa anakuja anakuzika tu tena, hata utajua kama ni yeye alifanya hivyo. So vitu kama hizo zinafanyika kwa makanisa ambazo tuko nazo hapa Kenya, na kuna makanisa ya kishetani mbaya sana, especially Nairobi town, ambayo ni ya kishetani na imejulikana ni makanisa ya kishetani, ambayo tu ni mhubiri tu anashinda akihubiri miujiza na kuombea watu throughout. Hakuna neno la Mungu linahubiriwa, alafu hata wengine wanatengeneza anointing oil, wanaweka picha zao, wengine wanasema sasa ukienda kuomba usiseme kwa jina la Yesu, ukienda kuomba sema kwa jina la Mungu wa fulani. Omba ukisema jina la Mungu wa so and so. That is what they have come out with. Na unapata hii ni makanisa ambayo ni brainwash watu wamefungwa macho, wamekuwa vipofu, wanaenda kule kutafuta miujiza ambapo miujiza hakuna miujiza, kwa sababu yeye ni nabii wa uongo, na kama kuna miujiza ni ya shetani, na hiyo miujiza ya shetani utalipia. So unapata ya kwamba vitu kama hizo ambazo tunafaa
kuweza kuchungana nazo, ili Mungu aweze kutusaidia, ili Mungu aweze kuokoa kanisa lake na watu wa Mungu ambao wamebakia. Maana hizi ni nyakati za mwisho ambapo Yesu mwenyewe alisema ya kwamba kutatokea manabii wa uongo ambao watadanganya watu, kutatokea na makristo wa uongo ambao watadanganya watu, na Bible inasema ya kwamba in Matthew chapter 10 verse 27 inasema ya kwamba whatever is said in the secret expose it. So tuko hapa kwa expose vitu ambavyo vinafanyika kwa siri, vitu ambavyo si vya Mungu, sio maandiko. We are here to cast those things, to condemn them with all terms possible, na kuambia watu watoke kwa hiyo makanisa. In fact, these are the last days ambapo watu wanafaa kuchunga sana, kwa sababu Yesu ako karibu kurudi. Yesu akirudi apate kama wewe unaamini nabii wa uongo, you will never be raptured, utabaki hapa hapa. So you better take care. Wacheni kufuata miujiza, fuateni Yesu Kristo. Someni neno la Mungu, ombeni nyinyi wenyewe, kisomeni Biblia, wacheni kusikilizanga tu wahubiri. Kuna mwingine niliona anadanganya tu watu, anaambia watu ati paradiso tu ni hapa chini, but and yet Bible inasema very clearly in fact katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza, Paulo anasema kwamba he was caught up in the third heaven, and anasema kwamba I saw somebody 14 years ago ambaye alikuwa caught up katika third heavens, na anasema kwamba kule paradiso alisikia maneno ambayo hayawezi tamkika. So unapata mwingine anatuambia kutoka Nigeria ya kwamba paradiso tu ni hapa chini chini. Hao ni watumishi wa shetani, especially wale wachungaji wanatoka Nigeria. Na Kenya ni watu wanakopi vitu za Nigeria. Makanisa ya Nigeria imekuja imejaa Kenya all over, na hao wachungaji wa Nigeria na maprofeti wa Nigeria wanatumia nguvu za giza. Hakuna nguvu za Mungu anatumia pale. Unapata kanisa limejaa, watu ni wengi, unasema ati ni Mungu. Hakuna Mungu pale. Huyu mjamaa anajua kila anafanya. Nimekuwa nikitazama makanisa ya Nigeria, it is just business. Wanauza mafuta, wanauza maji, wanauza handkerchief, wanauza vitu ya kila aina. Kuna mwingine hata alikuwa anauza vifunguo, ati vifunguo vya mbinguni, anauzia watu. Watu wanaenda wanapanga laini wananunua. Hapa Kenya tuliona mwingine anauza mkate. Kwa kanisa unaenda ati mkate 200, ati ni mkate ya miujiza. Mpaka watu wananunua mikate inaisha, anaandika makaratasi, ati hiyo makaratasi na represent mkate. Bado watu wanapanga laini kununua makaratasi. Watu wamekuwa brainwashed. Kwa nini watu wasisome neno la Mungu? Kwa nini watu wasimkujie Yesu Kristo? Kwa nini watu wasimkimbilie Mungu? Maana hizi ni nyakati za mwisho. Hawa wachungaji wanawadanganya, wanatumia uchawi, wanatumia ushirikina, na unapata saa nyingine tukisema mambo kama hii, mwingine anaandika comment anatusiana. Let me tell you, I don't care. As long as I'm speaking the truth, I don't care. I will tell you the truth whether you like it or not. Tunakaa katika nchi ambayo imejaa ushetani, na lazima tuseme, lazima tuongee, lazima tufungue maneno, watu wajue, macho yao ifunguke. Wale ambao watoroke mapema, wajitayarishe kwa ajili ya kukuja kwa Yesu Kristo. So I think mimi nimefika mwisho kwa yale ambayo nilikuwa nayo leo brother. Labda kama uko na swali. Niko na swali. Yeah. Kuna yenye umeongea kuhusu maji hii ya mochari. Hii maji ya mochari inapatangwa aje ama kunaendaga aje? Maji ya mochari, wachungaji wako na connection na watu ya mochari. Undertakers ambao wanafanya mochari ndio huuza haya maji. So saa zingine wakati mtu kwa mochari, unajua kuna watu wanaoshwa sasa ile wamekufa, and then undertakers wanajua pastors watakujia hii maji, na sio pastors peke yake, hata Waislamu wao wananunua hii maji ya mochari pia. Na tunaongea kuhusu wa Kristo kwanza, sababu utapata ya kwamba hii maji wanainunua kutoka kwa mochari, na watu wako na watu yao wale wanawatuma from the church, wanaenda mochari wananunua maji kwa chupa, na ni pesa mingi sana. Maji ya mochari kama hii, I think it cost over 10,000 kama hii tu chupa ambayo iko hapa. Sio pesa kidogo. So unapata ya kwamba hiyo maji wanatumanisha, wanaletewa, wananunua hiyo maji, wanakuja kuitumia kwa kanisa. Waislamu pia wanatumia maji hiyo, but ya Waislamu unajua watu wao wakitoka mochari kuna vile wanafanyiwa, like now wanaingizwa pipe kwa mdomo, wana pump hiyo stuff ambayo iko kwa mwili, inatoka. So maji ya mwisho ambayo itatoka clean, wanaichukua hiyo maji wanaweka kwa chupa. Hiyo ndio maji wanapikia pilau,
na wanapatia watu, wanakula hizo pilau na nyama na whatever. Hii ni vitu ambayo inafanyika Kenya, sio Uganda, sio ati inafanyika kwa mass, ni hapa Kenya hii vitu inafanyika. Na unapata ya kwamba Wakristo ambao mmezoea kwenda kukula vyakula ya Waislamu, mnaenda wakati wanafanya mambo yao, mnaenda mnapanga laini, mnakula pilau, mnakula nyama, hiyo maji inamwagwa kwa hizo vitu, kwa sababu vyakula ya Waislamu ni vyakula ambayo imelaaniwa, so that wakati unaenda kukula wanaamini mapepo yenye inawasumbua itoke kwao iende kwenu. Mimi nilikuwa Muislamu, nakuja kusimulia hapa kisa cha Uislamu siku nyingine nikirudi next time. So utapata kwamba hiyo maji brother wanaitoa tu kwa mochari, wananunua huko. Kuna wengine washirika wao wanafanya mochari, so wanawaletea wachungaji wa maji, wanaitumia kufanya mambo yao ya kuombea watu nayo. So wanaamini ya kwamba hiyo maji, kwa makanisa hata zile zimejulikana, wanatumia maji ya mochari na wanaita holy water, wanamnyunyiza watu na hiyo maji, then wanasema it is holy water. So ukinyunyizia hiyo maji, makusudi yake ni kwamba usiwahi toka kanisa, ya kwamba ukue kama mtu umekufa kwa hiyo kanisa, ambapo you cannot be moved at all. So that is the secret behind, the dark secret behind hiyo maji ya mortuary hiyo. Yeah. Kuna hii ingine umesema ya handkerchief. Hii yenye mtu analala nayo. Hiyo handkerchief ndio sasa unaenda unapanguza nayo washirika ama? Kabisa. Hiyo handkerchief unapanguza kwa uso, imeshafanya vituko. Mtu amelala na mwanamke, amejipanguza nayo, alafu anakuja na kupanguza kwa uso na hiyo handkerchief hiyo. Saa zingine amefunika hiyo sehemu yake, amelala nayo the whole night, alafu anakuja na kufunika nayo. Na unajua wana target tu uso. Ukiangalia kwa TV utaona ni uso wana target. Kwa nini wana target uso? So that ukue initiated. No, you know, the face is the part of initiation. Ukue initiated. Kama ni mwanamke, hiyo handkerchief ameiweka kule chini ya pandi, asubuhi anakuja anaitoa na kufunika nayo uso, so that ukue initiated. So it is like, na si handkerchief peke yake, kuna magic sword. Unaona wakati wanafanyia ordination wanapewa sword, kuna sword wanapewa inaitwa magic sword. Hiyo magic sword wanalala nayo kwa kitanda, analala nayo, akiamka anachukua hiyo sword asubuhi kabla aende kuhubiri, anasema whatever nitaulizwa kutoa, niko tayari kutoa, then anaenda na hubiri sasa. So saa ile atakuwa na kuwekea mkono, saa ile shetani atasema ule mwenye amewekea mkono ataenda, you will just go. So washirika wengi kwa makanisa ya diabolical churches ni kama kondoo. Anytime shetani atataka kukuchinja na kuchinja tu, sababu umeshapeanwa kitambo. Na sio hiyo magic, kuna magic wand, kuna hizo swords. Magic wand ni ile fimbo inaenda inajikunja kama nyoka, it is called magic wand. Sword sangine inakuwa ni ile golden, unapata wakati anaombewa anafanya kuwa askofu, anapewa hiyo sword, manake anakubali, anasema nimekubali kutoa sacrifice. Tulisikia juzi kiongozi wetu, sitataja jina yake, alituambia ya kwamba hiyo sword nilipewa, msifikirie ni ya kukata sukuma, si ndio? So kama yeye alisema hivyo, na kwa kanisa wanapewa sword ni ya kukata sukuma, hapana. Ya kanisa pia iko na kazi yake. You have accepted ya kwamba I'm going to give sacrifice, whenever nitaulizwa nitatoa hiyo sacrifice. So ndio unachukua hiyo sword. Kwa sababu kama wewe ni Mkristo, mbona usipewe Biblia? Kama basi the sword is represent the word of God, kwa nini usipewe Bible basi? Waambie shika sasa. Kama vile MPs na wengine wanapewa katiba, wanainua juu, si basi si tupewe Bible tuinue juu? Kwa nini ni sword? Hii mambo ya sword ilianzia Ghana. Na unapata ukiangalia wachungaji wengi wenye wako initiated kwa mambo ya ushetani, lazima wapewe sword. Lazima wapewe sword kama anafanya kwa askofu. Everywhere, either America ama wapi, lazima wapewe sword. Alafu pia wanakuwa na magic ring. Magic ring ni ile ring kubwa ambayo wanaweka kwa vidole kama 3, iko na maana yake. Kuna ile ya ku-attract watu, kuna ile ya ku-attract pesa, kuna ile ya kufanya upendwe. Sasa nikuulize, mchungaji anataka kupendwa ndio afanyiwe nini? Na maana Mungu amekuita uhubiri neno la Mungu.
So na Yesu alisema kwamba mtakapohubiri hamtapendwa katika dunia. Si ni kweli? But huyu anataka kupendwa. So ukienda kwa kanisa yenye watu wanaimba mchungaji sana, ni karibu wa muabudu, that is a demonic pastor. It's a satanic one. You need to avoid them by all cost. True. Yes. Yes, na tukikuja kumalizia, maybe unaweza taka kupeana namba yako mtu akitaka kuongea na wewe. Sawa sawa. Nambari yangu ni 0723 770 333. 0723 770 333. Kinipigia kwa hiyo namba utanipata. Mungu awabariki sana. Maneno yako ya mwisho? Maneno yangu ya mwisho nitaweza kuambia Wakristo ya kwamba tafadhali tujichunge na makanisa za mashetani. Tujichunge, na wakati unaona dalili zile nimetaja ziko kwa kanisa, toka hiyo kanisa. Toka, tafuta kanisa ingine ambayo haina mambo mingi. Tafuta kanisa ambayo watu wanafunzwa neno la Mungu. Waacheni makanisa ambayo mhubiri anaongea juu ya miujiza kuanzia Januari mpaka Disemba. Mhubiri anakemea mashetani kuanzia Januari mpaka Disemba. Kwani mashetani huwa haiishi? Kila Jumapili ni mashetani inafukuzwa. Kwani mashetani inarudi kwa sababu gani? Inadharau mchungaji ama mashetani inataka nini? Kwa nini mnaenda pale na mnajua tu ya being? Kuna siku hizi kuna hata ile wanasemanga eti kwa birthday yako kama ulizaliwa July ulete 800 ama 8000 kama unafanya kazi. Kwa birthday yako kama ulizaliwa December ulete 1200. Hiyo ni vitu ya kuoshwa akili. Hiyo ni vitu ya uongo, na hiyo ni vitu ya ushetani ambayo tunafaa kufuata neno la Mungu. Mimi nitaambia watu jisomeni the word of God. Read for yourself God's word. Pray for yourselves. Hakuna Mungu ukiwa na imani, you can pray for yourself and something will happen. Bila kuenda kwa hiyo mchungaji akuwekea mikono. Wacha kupenda kwenda kuwekea mikono kila mara. Utapata mapepo, utakuwa na shida. Saa zingine madhabahu mengine ni ya kishetani. Tafadhali, I will tell you, urge you, can you just avoid in Jesus name. Amen. God bless you. Amen. Next time tutaongelea kuhusu, utajua aje kuhusu hizi kanisa kama ni za ukweli na za uongo. Yes, murori na wake igwera ndumiriri yothe na tuko tukirehaga muhunjo kahinda o gwa kahinda, na no akeigua namba yake hau. So ungikorwo na kiurio giothe kana kaundu gothe kana ndumiriri yothe no ukorwo gitwandikira hau the wa comment section. Ningi kiumira ngurikanie njitagwo Wandu wa Mwangi, twina Ithamiro TV, undu mwe twina gitugi kia mwako nginya hindu ngi murori tweregane.